Salam. Halo, mambo vipi? Karibu kwa David Wimbi Adventures. Leo ni siku nyingine tena, mchana kweupe, kumekucha. Tupo ndani ya jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia. Kazi yangu ni kukufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uzidi kunipatia nguvu ya kuandaa video zingine. Sawa. Nini maana ya Addis Ababa? Ndiyo, ngoja nianzie hapa. Addis Ababa inamaanisha ua jipya na ni mji mkuu wa Ethiopia, na jina hili lilitolewa mwishoni mwa karne ya 19 na Malkia Taitu Betul ambaye alikuwa ni mke wa mfalme Meneliki wa pili. Nahisi kwa sababu inamaanisha ua jipya, ndiyo maana ukiangalia taa nyingi za barabarani kama hizo zinakuwa zimewekwa katika mtindo fulani hivi wa maua, na maeneo mengi yamerembwa katika mtindo wa maua. Waweza kujionea mwenyewe taa jinsi zilivyo. Je, kabla haijaitwa Addis Ababa ilikuwa inaitwa nini? Unatakiwa fahamu kuwa eneo hili zamani lilikuwa linajulikana kwa jina la Finfinne. Ndio waweza kujionea haya mabasi ya blue. Mabasi ya blue ukiyaona ni maalum kwa ajili ya watumishi wa serikali, na yaliandaliwa maalum kwa ajili ya kuwawaisha watumishi kazini na kuwaondoa kazini kuwarudisha nyumbani. Ndio tuendelee. Finfinne ni neno lililotokana na lugha ya Oromo na likimaanisha chemchemi ya moto, japo kuna maeneo fulani ni kilomita kadhaa kutoka hapa mjini kati kuweza kufika sehemu yenye chemichemi za moto au zinazozalisha maji ya moto ambazo zinajulikana kwa jina la Finfinne. Kwa hivyo baadaye, kutokana na mwingiliano wa viongozi ambao walikuwa wametoka kwenye kabila la Amharic, waliweza kusisitiza lugha yao, yani Amharic kiweze kutumika kama lugha ya taifa, lugha itakayotumika kwenye ofisi za serikali na kadhalika. Kuna makabila mengi zaidi ya 80 katika nchi hii. Baadhi yao ni Oromo, Amhara, Tigray, Somali, Sidama, Gurei, Wolaita, Hadia, Afal na Kabata. Yaani haya ni baadhi tu nimeyataja, lakini yapo mengi kweli. Kitu kingine kilichonishangaza, wametengeneza barabara katika weledi mzuri sana. Kuna sehemu maalum imetengenezwa kwa ajili ya waendesha baiskeli. Kama unavyoona wale vijana wanaendesha baiskeli, unaona wameandika lane bike. Ni sehemu maalum kwa ajili ya kuendesha baiskeli, japo kiwango cha waendesha baiskeli ni kidogo sana Lakini pia ukitizama kule barabarani, hata kiwango cha pikipiki ni kidogo sana. Mtu mmoja aliniambia kuwa zamani pikipiki zilikuwa ni nyingi, lakini zikaja zikapigwa marufuku kwa sababu watu walikuwa wanazitumia vibaya. Walikuwa wanatumia pikipiki kama sehemu ya wizi, wanakukwapua simu alafu wanakimbia. Ila sasa hivi ukiona mtu anaendesha pikipiki mazingira haya, lazima atakuwa ni mtumishi pengine wa serikali na kadhalika, vitu kama hivyo. Tuendelee. Kazi yangu ni kufikisha mahali ambapo miguu yangu inafika. Ukiangalia ukuta wa kushoto hapo, hiyo ni sehemu ambayo ni OAU inajulikana. Ni sehemu ambapo vikao vya Afrika au viongozi wa Afrika wanakaa hapo kwa ajili ya kufanya maamuzi ya bara letu la Afrika. Ni makao makuu ya OAU, ndio hapo unapoona ukuta wa upande wa kushoto. Kwa nje ni pa kawaida, lakini kwa ndani mawazo makubwa sana kujadiliwa na maamuzi mazuri zaidi, naweza nikasema hivyo, kufanyika humo ndani. Japo wakati fulani nilienda hapo wakaniambia natakiwa niwe na kibali maalum kuweza kuchukua video kwa humo ndani. Ndiyo makao makuu ya OAU, ndo kama unavyoyaona, Umoja wa Afrika, viongozi wa Afrika wanafanya kazi humo. Unaweza kujionea gari la double decker chini na juu, nafikiri London. Sasa mji
wa maua au ua jipya. Unapendeza kweli. Taa za barabarani zenyewe zipo katika mtindo wa maua. Ngoja nitoe historia kidogo kuhusiana na mji huu, japo historia ndefu sana na imekuwa katika nyanja tofauti tofauti. Kwanza, mwanzo wa kale kabisa, zamani sana, Ethiopia inajulikana kuwa ni moja miongoni mwa nchi zilizokaliwa na wanadamu hapo zamani sana. Lakini mabaki ya binadamu wa kale kama Lucy yaligunduliwa hapa. Inaonyesha kuwa eneo hili lina historia zaidi ya miaka milioni 3 ya maisha ya binadamu. Na pia ufalme wa Dimti ambao ulikuwa ni karibu miaka 1000 mpaka 400 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Ustaarabu wa kwanza uliojulikana kama Dimti ulikuwa kaskazini mwa Ethiopia na Eritrea. Ilishikiliana sana na watu wa Arabia au Yemen ya leo, na ulijulikana kwa kuchonga maandishi ya kale. Lakini ukija kaangalia ufalme wa Aksum karibu miaka 100 mpaka 940 baada ya kuzaliwa kwa Kristo. Ufalme huu ulikuwa na himaya kubwa mno, ulikuwa na nguvu kama Roma ya Uajemi. Lakini pia ulidhibiti biashara ya Bahari Nyekundu. Na mfalme Ezana wa Aksum alibadili dini na kuwa Mkristo katika karne ya 4 na kuifanya Ethiopia kuwa ya Wakristo kwa asilimia kubwa wakati ule. Na hii ilifanya Ethiopia kuwa moja miongoni mwa nchi za kwanza kupokea Ukristo duniani. Na kanisa la Ethiopia linalojulikana kwa jina la Orthodox Tewahedo linaendelea kuwa muhimu sana hadi leo. Waweza kujionea upande wa kulia hapo ni kituo cha daladala, lakini cha kushangaza ni kwamba watu wanapanga mstari kama vile wanaenda kuchota maji kwa awamu au wanaingia sijui kuhesabiwa. Kwa hivyo foleni yako ikifikiwa utapanda, na idadi ya watu ikitosha utabaki umesimama hapo kwenye foleni mpaka ufikiwe. Tuendelee na story yetu. Sasa hawamu nyingine ilikuwa ni nasaba za Zagwe karibuni miaka 900 mpaka 1270 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Haya magari mekundu, mabasi mekundu haya ya upande la kushoto ni kwa ajili ya wananchi, na hili la blue ni kwa ajili ya watumishi wa umma. Huu ndo tofauti uliopo. Kwa hivyo katika utawala wa Zagwe, baada ya utawala wa Aksum kushuka, watawala wa Zagwe walitawala, na wanajulikana sana kutokana na makanisa yaliyochongwa chini ya ardhi kama makanisa yaliyopo huko Lalibela, na wanajulikana kwa makanisa yaliyochongwa chini ya ardhi kwenye miamba, hususa maeneo ya kule Lalibela. Hatua nyingine ni ya 5 ilikuwa ni nasaba ya Solomoni kuanzia mwaka 1270 mpaka 1974, ambapo nasaba hii ilidai kuwa na asili kutoka kwa mfalme Selemani au Suleimani wa kwenye Biblia, na iliunganisha dini pamoja na utawala, lakini pia ilipanua mipaka ya nchi, na kulikuwa na migogoro ya kifalme za Kiislamu na baadaye wazungu. Hatua ya 6 tunaweza tukaiita zama za wakuu wa mikoa. Hii ilianza mwaka 1769 mpaka 1855. Na hiki ndio kilikuwa kipindi kinachoitwa Zemene Mesafiti. Hapa nguvu ziligawanyika kwa watawala mbalimbali, na mfalme alikuwa na mamlaka kidogo. Kulikuwa na migogoro ya mara kwa mara. Lakini hatua ya 7 naweza nikaita mageuzi na kupinga ukoloni. Hapa tunamkuta mfalme Meneliki wa pili mwaka 1889 mpaka 1913. Ghorofa hili linasemekana kuwa ni la 3. Cheki, refu mno, ni refu mno. Cheki mpenzi mtazamaji, tunamwona ni ghorofa la 3 mno, ghorofa la 3 kwa urefu. Tuendelee na story yetu sasa. Katika utawala wa Meneliki, mfalme muhimu sana katika historia ya Ethiopia, na huyu alipanua mipaka ya nchi, alileta maendeleo kama reli na barabara, lakini pia ushindi wake katika vita inaitwa vita ya Adwa, wengi wanaijua kwa jina la Adoa. Vita hii ilifanya Ethiopia ibaki huru wakati nchi zingine za Kiafrika
zikiwa zimetawaliwa. Hatua ya 8 ninaweza nikaita uvamizi wa Italy mwaka 1935 mpaka 1941. Italia, nchi ya Benito Mussolini ilivamia Ethiopia. Mfalme Haile Selassie alikimbilia uhamishoni na Italia ilitawala kwa muda mfupi. Wakati wa vita ya pili ya dunia, Ethiopia ilikombolewa. Na hatua ya 9 naweza nikaita utawala wa Haile Selassie mwaka 1941 mpaka mwaka 1974. Huyu alileta mageuzi ya kuiunganisha Ethiopia kimataifa. Alisaidia kuanzisha kwa Organization of African Unity, kama vile nilivyokuonyesha kule kwenye jengo linaloonyesha Umoja wa Afrika. Lakini kulikuwa na umaskini na njaa kali sana katika nchi hii, na wananchi walianza kupinga utawala wa Haile Selassie. Hiyo mbele ni nyumba ya rais, mahali ambapo rais anaishi. Kumbuka, rais hapa Ethiopia ni kama kivuli tu, lakini anayefanya kazi kubwa ni waziri mkuu. Ila waziri mkuu akifariki au akapata tatizo, ndio rais anaweza akaendelea na majukumu. Hatua ya 9 naweza nikaita ni utawala wa kijeshi au Derg. Hii ilifanyika ni mwaka 1974 mpaka 1991. Hapa kikundi cha kijeshi kilichoitwa Derg kilichukua madaraka, kiliongozwa na Mengistu Haile Mariam, mwamba huyu na kilifuata siasa za ujamaa, unaona. Lakini matukio muhimu ya Red Terror, njaa kubwa miaka ya 1980, ukandamizaji mkubwa wa kisiasa, na hapa ndipo tunakuja kumuona Haile Selassie anakuja kutoweka katika utawala huyu bwana. Inasadikika alipotea ghafla, yani aliuliwa, alipotezwa. Lakini hatua ya 10 naweza nikasema ni hatua ya 11 hapa Ethiopia ya kisasa sasa, ya kuanzia mwaka 1991 mpaka sasa. Hapa tunaona Ethiopia ilianza mfumo wa serikali ya majimbo, na haya majimbo yalikuwa ya kikabila. Eritrea ilijitenga mwaka 1993 na kulikuwa na Eritrean Ethiopian War, vita kubwa kati ya wa Eritrea na wa Ethiopia. Katika kipindi cha sasa, nchi hii ya Ethiopia ipo chini ya waziri mkuu ambaye ni Abiy Ahmed. Amejaribu kuleta mageuzi, alifanya amani ya Eritrea, lakini kulikuwa na vita vya Tigray mwaka 2020 mpaka 2022. Migogoro ya kisiasa bado ipo. Na mwisho, historia ya Ethiopia ni ya kipekee kwa sababu haikutawaliwa kikamilifu na wakoloni, lakini pia ilikuwa nchi ya mapema sana kupata Ukristo, na utamaduni na lugha za kale kama Jaiz ni ishara ya uhuru wa Afrika. Nchi hii ni safi sana, na ninachoipenda, imejaa bustani kwenye barabara. Barabara zake ni safi, nzuri, na katika uendeshaji wa magari ni tofauti kidogo na nchi nyingi za Afrika Mashariki, hususa Tanzania. Kwa mfano, kama mimi naenda huko mbele, itanibidi niweze kupita upande wa kulia, na wakati Tanzania unapita upande wa kushoto. Lakini kama unakuja, itakubidi upite upande, gari zinazorudi zinapita upande wa kushoto, na wakati kwa Tanzania zinapita upande wa kulia. Huu ndio tofauti mkubwa sana ambao nimeona katika upande wa barabarani, lakini barabara zao ni nzuri kwa kweli. Hii sanamu unayoiona ni sanamu maalum iliwekwa kama sehemu ya kuwaenzi wanawake na mchango waliotoa katika nchi hii. Kwa hivyo siku ya wanawake duniani wanaikumbuka sana, na Ethiopia inathamini sana mchango wa mwanamke katika dunia na nchi yao kwa ujumla. Barabara na safari yetu bado inaendelea katika mitaa tofauti tofauti, waweza kujionea mwenyewe. Mazingira ni mazuri. Coffee brown.
cigarette. Lugha kubwa wanayoizungumza inaitwa Amharic, lakini kama hujui kuizungumza, ukitaka kumsalimia mtu unamwambia tu salam. Unaona? Na baada ya huduma au kitu chochote unataka kumshukuru, kumwambia asante, unamwambia amisegnalo. Amisegnalo inamaanisha asante. Nothing every morning right is that singing. Nothing every morning that I do is that singing. Some broken heart never mend. Some never end. Some tears will never dry. My love for you will never die. Rendezvous and that willing woman just to hold me tight. Rendezvous in the night. A willing woman just to hold me tight. I think every morning that I do is time missing you. Some broken heart, some tears, some broken heart never, some broken heart never mend. Some memories never end. Some tears will never dry. My heart for you will never die. Rendezvous in the night. Spring woman, just you hold me tight. Embassy ya Uingereza eh? Waswahili husema ukiliona jahazi linamwaga maji, jua limetia nanga, na ukiona nanga limetupwa majini, jua jahazi limefika. Tunaelekea tamati yetu, usichoke. Na shukuru sana kuweza kufuatilia video zangu, na kushukuru sana. Mungu akubariki. Naomba unionyeshe upendo wa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, na mimi uzidi kunipatia nguvu za kuendelea kuandaa vipindi vingine. Mungu akubariki na kupenda sana. Tuendelee. Because they are very interested in rare earth minerals and also just getting influence.
It's lots of U-turn. Yeah, yeah, the sign. It's the sign. Done? What are we first? Magenanya. So why don't you take bus? Fine, if it's possible. Do the stand is there? Yeah, sure.